Afadhali mjomba nimekukuta mjomba. Maana na shida. Mjomba wangu. Shida gani mjomba? Mjomba, na shida kama kiasi kama cha 500 hivi mjomba wangu. Kuna biashara nataka nikafanye, sema msingi ndo sina. Lakini ukinisaidia hicho kiasi mjomba wangu, nitakushukuru sana. Nakuomba kwa hilo. Sawa mjomba, haina tatizo, nimekusikiliza vizuri sana. Nitajitahidi niweze kukupatia euro 500, lakini sasa mjomba nikupe angalizo. Kwa sababu fedha, unajua fedha ni kitu kingine. Unajua naweza nikakupatia kipato, si ndio? Mimi najua unafanya biashara. Kumbe ufanye biashara unakuwa na mambo yako mengine ambayo ya kufanya, then from nowhere tu inakuja kunikosti mimi mjomba. Sawa, kwa sababu mimi ninatoa hela sehemu na kuletea wewe, na kama mimi nafanyaje ile inabidi isunguke. Umeelewa mjomba wangu? Sio kwamba sikupatia hiyo pesa. Hapana. Hiyo pesa mimi nitakupatia. Lakini katika kurejesha, utairejeshaje? Mjomba, nitairejesha mjomba hiyo hela. Tena nitairejesha mjomba kwa wakati. Ondoa wasiwasi kuhusu hilo mjomba. Sawa. Haina shaka. Hivi baada ya siku 2 nitakupatia hiyo pesa, sawa? Sawa mjomba, nitashukuru kwa hilo. Ile ufanye biashara mjomba. Hilo mjomba, ondoa shaka kwa hilo, ondoa shaka kabisa. Sasa ufanye biashara mjomba. Na nimekusikia mjomba. So nakupa pesa mimi, unaenda kufanya mambo yako ambayo hayastahili kabisa mjomba. Na mimi hata kwa tutaelewana sasa. Asante sana mjomba wangu. Asante sana mjomba, asante. Yaani usija. Ila kumbuka baada ya siku 2 nitakupatia hiyo pesa, sawa? Sawa mjomba. Sio tatizo kwenye kurejesha. Hamna shida, ondoa wasiwasi mjomba. Basi na mimi mjomba niko natoka. Kwa sababu umenikuta umeniwahi, sio mbaya. Wacha mimi naelekea kidogo hivi kwenye mizunguko yangu. Then baada ya kupigia simu mjomba, sawa? Hamna shida mjomba. Poa mjomba. Haya mjomba. Yangu shughuli yako ilikuwa pambe, ile kubaruza mimi mwenyewe nilikuelewa. Ilikuwa pambe wapi shughuli yangu nanipamba tu. Yaani ngoja mpaka ile shughuli nafikia pale na madeni udugu wangu sikwambii sana. Ila ndio hivyo, mimi mtoto wa mjini sishindi kitu, si unajua. Madeni nayo natambana na shule ilikuwa nayo nikatambana na udugu wangu. Kwa hiyo ndio hivyo. Na shughuli zangu. Unajua leo nafanya shughuli naenda kukopa. Yaani hapa nilipo ninadaiwa mpaka naona haya. Kumbe leo nilikuwa shoga yangu. Ndio maana nilikuwa na mwapo siku ile. Sasa sasa nakukopa shoga yangu maisha haya. Nimekopa mimi na shoga yangu, nimefanya jambo langu, maisha mengine yanaendelea. Kuna mtu anakufa. Inadai serikali sabisa nini? Yaani niachie mtu shoga yangu. Kikubwa jambo langu limefanya charika nzima. Ipo kuna mtu charika soja na mimi nimefanya shughuli. Mimi ndio kibibi mtoto wa mjini madai ya taarifa mdogo mdogo. Kwanza wanaendelea tawa nzuri. Unaingia mimi hapa tu. Wewe una surrender. Yaani si chaki mbambamba, ndio tunaongea mimi na mtu mbambamba. Umeelewa? Hiyo siku hizi sielewi najua. Yaani kumekuwa ni kama vile sio msukumo kwa kwaje. Hata zile document ambazo za kampuni ya nini zile. Pesa inakuja kwamba document zinaonekana kashangaa. Sio kwa nini? Yaani mimi nilikuwa nalijua tangia zamani. Ile boss snitch. Unajua snitch? Mimi sielewi hata kidogo. Yaani namwambia Kiswahili baya mno. Ila kwa mimi ni mtoto wa kike. Light ningekuwa na jinsia yake angefly. Yaani sikufichi, angefly. Nilichotaka kumfanyia angekupa maisha yake yote. Yaani simpendi. Light angekuwa ananijua. Kazana singeniajiri. Sasa mashoga zangu nimekaa hapa muda mrefu mpaka nimechoka. Ngoja nikoza naende nyumbani na mimi nikajimwagia hata hivi vimaji nipate kuonekana kama binadamu. Maana mama shughuli nimechoka hatari. Kwa hiyo baadaye basi ndugu zangu. Karibu tena. Karibu. Shoga yangu balaa ni hatari. Madeni. Mtihani mkubwa sana. Tosha kwa kama nimefanya shughuli kwa hela. Yaani waje huruma nimemwonyea kibibi. Hatari sana yani. Anataka mwenyewe unajua. Namjua ndio si watu. Mtihani mkubwa. Bila. Ila sasa inabidi tufikirie. Sababu mpaka kazi
sasa hivi. Mambo vipi bwana? Poa kabisa, amani wewe. Msikie Mungu. Karibu kae. Asante sana dada. Karibu. Amekwambia nini niko hapa? Kaka, acha tu. Karibu sana. Asante sana. Karibu. Mambo vipi? Karibu sasa. Salama, amani kabisa. Mali za kazi. Ndio. Safi, ndio. Kaka, mimi nina shida. Vipi unaweza kutoka kuongea maana mazingira? Hapana. Wewe tukaongea tu hapa kwa sababu wote hawana shida sana. Sawa kaka, haina shida. Kaka, mimi kuna mwanamke ananidai. Ananidai kwa sababu nimekuwa ni mtu wa kuhangaika sana. Mtu wa kutembea huku na kule. Nadeni na mimi na nadeni. Na kama unavyojua kaka, ukiwa unadaiwa huwa hauna amani. Kwa ndio maana nashukuru Mungu nilipokupa wewe kakangu. Kama kuna uwezekano wa kunisaidia, unaweza kunisaidia. Itakuwa faraja sana ndani ya moyo kama kunisaidia. Sawa, sikiliza ndugu yangu, haina shida. Pata tu. Leta mzigo mwingine. Huyu hapa. Mpaka asubuhi. Leo tunakunywa mpaka asubuhi. Shule yangu maana siku ile nilivyoenda nyumbani kwake nilivyomkuta alinidharau na alinitukana. Hapa. Rudi hapa. Shule yangu Asmati huyu ndio yule kibibi aliyokuja nikamleta kwenye kikoba kuchukua hela. Sasa marejesho watatu. Nimemfuata nyumbani kwake. Alinitukana, alinichambua. Nikamwambia nilivyokuja leo, nikija siku nyingine si kama nilivyokuja leo. Leo hivi namfuata alikuwa akikimbia. Ajitetee sasa unasemaje leo? Ongea. Wajichekesha kama mwanaja jipya. Yaani hakukopa tu. Ulipa. Sasa leo tunataka kufundishia adabu. Yaani tunataka kuonyesha kwamba sisi wenzako tunakopa na kulipa. Sogea. Niambia, ataingia tena kwenye gazeti hilo. Lakini afadhali kama dasha viatu. Mswa sawa hiyo hapo shoga yangu. Mswa sawa. Hapo ni hapo. Shoga yangu. Nani wewe? Wewe wewe. Sina yako zimeisha kuna kulipa. Wewe, niangalie. Au kufanya shughuli ya dola wewe kikono kufanya shughuli shoga yangu na akili wewe. Adi! Wewe! Adi! Karibu. Karibu. Bibi wewe. Wewe koma nenda yako, mimi yako. Nimekuja kufuata hela yangu, sio kufuata maneno. Naomba hela yangu. Punguza sauti dadangu. Unajua huu ni usiku. Majirani wamelala. Eti majirani. Majirani! Majirani chakama na ndai. Wewe sio hivyo nini naomba hela yangu. Leo nataka hela yangu, basi siondoke mpaka mpe hela yangu. Nakosea kitu gani? Umekucha. Mbona usiku na makelele? Watu ndoto watu wanasikiliza nyinyi. Wewe naye akuhusu. Ingia ndani ukalale. Wewe niache mimi kwa dada yangu na tena. Wewe naye ingia ndani ukalale. Mimi na wewe naomba hela yangu. Subiri, mimi naogopa wewe. Mimi naogopa kuna hela yangu, mimi si kinyonge. Kama kuna ufahamu unaogopa. Wewe mtoto mdogo. Sasa naletea mdogo wewe. Naomba hela yangu. Oya, muamalize kweli ujue. Wewe nenda chamaliza haya kuhusu. Mimi nadili na huyu. Chakanga naomba hela yangu. Wewe naomba hela yangu. Unakuja kukoma kule naomba manaje nje. Saizi hapa kesho sijui nini. Mimi sielewi ile naomba hela yangu. Nyamaza kwanza. Mbona haya ni mambo ya kumaliza? Haya wananiambiaje mpaka saizi ya polisi? Najua unadai dada bibi. Ila kesho asubuhi nakuletea hela. Mbona hela ndogo sana? Hiyo hela inatafutwa na inapatikana. Sio hivyo dada yangu.
Kesho asubuhi. Kesho asubuhi Si ndio hivyo kesho asubuhi? Sasa nisikize nikwambie. Nimekuamini kwa sababu wewe kidogo unaonekana kama mjanja sana. Kesho asubuhi unataka niletee langu. Sasa kesho asubuhi uje uniletee mambo mengi. Sitakuelewa. Ila kaka nikwambie kitu. Vipi hauna tabu kwa? Asubuhi nitakupa hiyo yako. Basi sawa. Mimi naondoka. Ila kesho asubuhi weke akilini. Ikifika asubuhi nikikufuata tu, sio tena buku la soda, unaongeza na kupoa 2000. Si umenielewa? Kwa hiyo